na iko kwenye mitambo hapa kwenye meza yetu ya KTN leo weekendi, na ni kwamba Raila Odinga leo, kumbuka, amekuwa katika mkutano ule maeneo ya Kisumu. Taarifa hiyo iko tayari. Kwa siku ya pili sasa, kikosi cha Azimio la Umoja wa Kenya kilipiga kambi katika eneo la Nyanza, ngome kuu ya kinara wao Raila Odinga. Leo ikiwa zamu ya wenyeji wa Kisumu. Kinara wa Azimio Raila Odinga akimnyoshea Rais William Ruto kidole cha lawama kwa kuwa na njama ya kurejesha nchi kwa mfumo wa chama kimoja, aliposoma maamuzi 6 kwa serikali ya Kenya Kwanza katika uga wa Moi jijini Kisumu. We shall not let the gains be lost. Instead, we fully and willingly join the struggle to preserve our hard-won democracy, preserve our hard-won multi-party politics, and reject all ongoing attempts to make Kenya a single-party state. Kama ilivyotarajiwa, wabunge waasi wa chama cha ODM walisusia mikutano yote ya siku 2 ya mrengo wa Azimio eneo la Nyanza, huku tishio la kuondolewa chamani likiibuka. Wabunge wakati wanataka certificate wanakaa kwa ofisi yako kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wamepata uongozi kwa koti yako na sasa wamekusaliti. Majemedari wa Azimio la Umoja wakisisitiza kuwa hawatalegeza vita vyao kuhusu mahangaiko ya Wakenya mikononi mwa hali ngumu ya uchumi hadi pale kilio cha Wakenya kitakaposikika. Hii vita sio vita ya Raila na Azimio. Hii ni vita ya mwananchi. Wewe mwananchi ndio unalala njaa, sababu pesa yako ya kuleta bei ya unga chini imetoroshwa na hao. Wewe mwananchi ndio kuna mtoto amekosa kwenda shule sababu huna pesa. Unajua maisha ni mabaya zaidi. Sasa wazazi wa Kenya hawajui watoto waende wapi. Yule hana karo hajui ataenda standard 8 ama standard 7. 200,000 students bado hawajaingia katika secondary school, lakini kila Jumapili tunaona Ruto na watu wake wanatumia mabilioni kwenda kuzunguka nchi nzima. For the first time in the history of this country, we are seeing people being assassinated by assassins. Lydia Wendell was assassinated with a gun with a silencer. That is symptomatic of this government. Mrengo huo sasa unafunga safari kuelekea jijini Nairobi, ambapo wanatarajiwa kuandaa maombi spesheli kwa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC juma kesho. Bramwell Bwire, KTN News, Kisumu.